Sasa nataka niwape angalizo. Mwenzio akinyamaza usimuone ni mpumbavu. Mwenzio akinyamaza usimuone ni mjinga. Kwa sababu kuna watu pia, kuna waume, kuna wake, mnapokuwa na conflict alafu mwenzio akaamua kunyamaza, unaona umeshinda. My friend, ogopa mtu anayenyamaza. Angalia Zaburi ya 39 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema hivi: lakini niliponyamaza kimya na kutulia, pasipo kusema neno lolote, uchungu wangu uliongezeka na moyo wangu ulipata moto ndani yangu. Kuna mtu ananyamaza, haongei, lakini huko ndani uchungu unaongezeka, huko ndani moto unawaka, anaanza kukupangia vitu vingine. Unapokuwa umemkosea mke wako au kuna kitu kimetokea na mama akaamua kunyamaza, hajakujibu chochote, amekuacha, usijihesabu kwamba umeshinda. Biblia inasema, huyu mtunga Zaburi anasema, niliponyamaza uchungu uliongezeka na moto ulikuwa unawaka. Sasa wakati mwingine huu moto unawaka ndani mpaka unaanza kuwaka nje. Kwa hiyo kwa hekima ya neno la Mungu, allow your spouse to speak. Usiruhusu mtu akanyamaza akakiacha kitu kikakaa huko ndani. Hiyo ni mbaya. Kina baba tunaelewana. Mama anaweza kunyamaza, unamtukana, unamsukuma, unafanya hivi, ananyamaza tu, anakuangalia, hakuonyeshi attitude, anapika chakula kama, lakini kile kitu hakijawa addressed. Daudi anaandika, anasema, niliponyamaza uchungu uliongezeka. Na sio tu uchungu uliongezeka, anasema moto ulikuwa unawaka ndani. Sasa huu moto ndio unawaka, unashangaa mtu ametoboa mtu kisu akiwa usingizini. Nikaona mama mmoja amesubiri mume wake amelala, amechemsha maji, yamechemka namna hii kama ya kunyonyolea kuku, akamwagia baba kwenye ofisi. Baba alitembea na house girl, hakuongea, kwa sababu ameshaongea na kuongea na kuongea, baba badiliki. Kwa hiyo mama akasubiri wakati mzee amelala jikoni, amechemsha maji. Mzee amelala usingizi fofofo, anajiona mimi ndio kidume, mwanamke ataniambia nini? Mama alishafikaga mahali aongeaji tena. Ogopa sana mke wako akifika mahali akuulizi tena kuhusu messages, anazikuta na hasemi. Unaenda unarudi saa 8 usiku, hasemi. Ogopa. Anakuta vitu visivyoeleweka, hasemi. Sasa ukiona mwanamke amefika hapo, manake moyo wake umekuwa sugu, huyu ameharibika, anaweza akakufanya kitu chochote muda wowote. Wewe unamkosea mtu, analia, alafu unageuka unalala usingizi. Unalalaje? Do you like yourself, sir? Umemuumiza, analia, anashindwa kulala, alafu una in the same bed, you are sleeping. Biblia inasema moto unawaka ndani, uchungu unaongezeka. Kwa hiyo ili kuwa salama, kumetokea kitu fulani na kumetokea hali ya kutokuelewana, let your wife talk, let your husband talk. Usikubali mwenzio awe kimya, ameze hicho kitu. Don't accept it. Kwa sababu Biblia inasema mtu anaponyamaza uchungu unaongezeka, moto unawaka ndani ya moyo wake.